Kaskil. Yes. Cloche TV unakutafuta muda mrefu sana. Afadhali hivi mnakutana na wewe. Cameraman, sogeza kamera hivi tumoji bwana. Cloche TV liko nakutafuta. Atujue ulikuwa naenda wapi? Tusimamie kwanza pale. Ndugu yangu kitambo kabisa sikuona kuona. Mimi nipo. Cloche TV nahangaika kutafuta Kaskil. Kaskil atujue alikuwa anaendea wapi? Kumbe ulikuwa na safiri. Ndio. Basi Salama kabisa. Unakaza? Mimi nakaza, namshukuru Mungu. Unaona kama tusogee hivi, cameraman tuone image kwa mzuri. Watu bakone. Tuko na wewe dossier sana. Dossier gani ile ndugu? Kabambi sana. Tunasikia kama wewe unaua gundi ya Les Amis de la Paix. Unaweza tuambia ni juu ya nini? Mimi si gundi ya Les Amis de la Paix. Na siwezi ua gundi ya Les Amis de la Paix. Hapana, unaiua ndugu yangu. Les Amis de la Paix unaua. Siwezi ua gundi ya Les Amis de la Paix sababu Les Amis de la Paix ile ni association meme ya bajan na ile association si ndo wanzilishi ndio maana tuwezi tukaiua ila kuna makokotano kidogo kidogo kulingana na ratiba za association. Na ndio tulisikia ile makokotano kidogo ilisababisha na wewe president wa association. Hapana, mimi sikusababisha. Tulitoa sheria kama vile association inapaswa tembea. Tukapatia vijana watembelee sheria ila wakashindwa kutembelea sheria za association. Hapana. Parce que tunasikia mashabiki sana wa association Les Amis de la Paix banasema wewe unajibeba sana, unajikwaa sana, wewe ndio wewe tu. Yaani hakuna mwingine mbele yako ama hakuna chini yako. Hata akikwambia kitu wewe usikiaje. Ile inatokana na nini? Hapana. Tunaona watu wanashindaga kuelewa. Sababu gani wanashindaga kuelewa? Tunaona kama wewe ukikuwa na maamuzi ya kitu na kama ndio muamuzi, sasa wewe ukiamua kama watu hawapendi ile maamuzi yako, wanasema aseme ule mtu anakuwa anajibeba. Una uhakika? Ndio uhakika ule kabisa. Tunaona kiongozi anasimamia kwenye msimamo. Ndio kiongozi. Na msimamo wangu mimi ndio unaonekana kama mimi mwenyewe nafanya ninajibeba kwa sababu nakuaga na msimamo. Maana decision kubwa ndio nakuwa nayo. Ndio watu wanasema si kabisa mimi najibeba ila ni uongo, mimi sijibebi. Nikikumbuka nyuma ulikuwa unatumika na mtu mmoja anaitwa Kia Bibwara. Ule ni mtu ambaye unatumika sana miaka mingi na alikuwa anasimamia kitengo ya Bamisi, lakini kwa sasa hamna tena naye Les Amis de la Paix. Hiyo ni uongo ni kweli? Na mimi nakumbuka ule mtu. Ule mtu kabisa alikuwa ni mtoto kabisa wa Les Amis de la Paix na tulikuwa tunatumika naye na tuliwezaga mpatia departement ya Misi aiongoze ila mwongozo wake ndo uliendaga kinyume na mapenzi ya nini ya viongozi. Na kwa sasa hivi nimesikia kama alishafungula gundi. Na ile gundi maana kunakuwa gundi mbili. Kwa Les Amis de la Paix na kunakuwa gundi nyingine kama Kia Bibwara. Na hivi mnakuwa wapinzani. Les Amis de la Paix haikuwa gundi. Ni association. Na yeye kunafanya association. Ndio vizuri. Unaona kama mtu ana mpinzani, kazi haisonge mbele. Mimi naweza nikampa Mungu amsaidie. Ajipe moyo naye ya kuunda kitu kizuri kama sisi tulivyokiona. Lakini moyo wako kuna kuuma. Moyo huwezi kaniuma. Una bifu? Sina bifu na mtu. Hapana, uko na bifu. Mimi sina bifu na mtu. Unasikia? Juu wale wote watoto wale mimi ndo baba yao. Ndo baba yao. Mimi ndo niliwazaa, nikawafundisha kazi. Hata na ndugu tulifanya najua ile kazi kabisa. Tumeshajumuika naye. Bado nataka niambia cameraman tulifanya na hiyo ile kazi. Anajua kama mimi ndo mwanzilishi wa ile kitu. Maana yake mnachangia naye hiyo bifu naye. Siwezi changia naye bifu. Siwezi changia naye bifu. Juu mimi nimeshatumika na watu wengi. Sasa tumika na watu wengi kivipi? Hao watu wanakuja wanatumika nao, wanapita wanaenda. Wengine wanakuja ndio hivyo. Sasa mimi nishaelewa vijana hapa Misisi hawana malengo mazuri. Hapana malengo. Wanataka tu kupata hela, kuharibisha hela. So ukiwaambia zile hela ndio zinaweza kuwa msaada wenyu wa baadaye. Wanashindwa yani kuwa naweka akiba ya baadaye. Na ile ndio kifio kikubwa kabisa. Nakuelewa. Sasa kuna wasanii wengine ambao walitoka na Kia Bibwara. Beko naye wanafanya naye kazi. Maana tulikuwa tunajua ampatani na Kia Bibwara, lakini kuko wasanii wengine wanaungana naye na wataki hata kusikia. Na wewe unatuambia kama walishinda sheria. Yaani unatafuta kutuambia wale wasanii wote walishinda sheria bwana. Tatizo ni hili. Kuna mtu kishampatia uongozi.
ukishampatia sasa uongoza hao watu ule kiongozi anakuaga na sauti kwa kiongozi wake mkuu. Sababu juu ya nini? Yeye ndio kiongozi wa wale watu. Mimi sikuwa kiongozi wa wale watu. Mimi nilikuwa kiongozi wa wale watu. Maana kiongozi wao ndio alikuwa mtu wangu mimi. Sio kanuni na ratiba ya association les amis. Una uhakika? Ndio uhakika. Wewe ni mkweli bwana? Ndio ukweli. Usisaulike kama kuna watu wanakutazama muda huu. Mimi natambua kama watu wengi wanitazama kabisa na hiyo ndio uhakika wa mambo. Okay. Les fans de Cloche TV na bafane ya association les amis de la paix. Leo ni siku nzuri ambayo tuliwahi kukutana na kiongozi mkubwa ambaye alitia association de les amis de la paix hapa kwetu Chuda. Tuliwahi kukutana naye na tunamhoji, anatuambia ukweli ambayo iko ndani ya association les amis de la paix, kama yeye hakuwahi kugombana na mtu yoyote, bali ni sheria ambayo wanamemba wake wanashinda kutimiza, na c'est pourquoi kwa discussion kidogo ambayo wanaachana, lakini yeye ni baba yao tu, maana wale wote wanatoka ngambo yake. Asante sana, bye bye.